Karibu mpenzi mtazamaji wa Channel 10. Kipindi hewani Baragumu Live na kupitia Magic FM. Leo hii kumbuke tunazungumza msimu mpya wa Magic FM. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba huduma yako bora kabisa ya kituo bora pendwa nchini Tanzania, Magic FM, inakuja na msimu mpya. Msimu mpya kuna kitu gani? Oresi nilisema tutaongea mimi na wewe baada ya kurejea hivi sasa. Hebu tuzungumze mambo yafuatayo. Kitu kikubwa watazamaji wa Channel 10 na Magic wanafuatia hivi sasa wanataka kufahamu, tunaposema msimu mpya, kitu gani ambacho hasa kitakuwepo katika kituo kipendwa bora nchini Tanzania, Magic FM? Kilala, tunaposema msimu mpya maana yake ni kwamba kwamba umekuwa ukitoa bidhaa fulani, imefika wakati unaongezea vionjo, unaongezea ubora zaidi. Kwa tunapozungumzia msimu mpya, mtazamaji na msikilizaji wa Magic FM, tunamaanisha kwamba vile vipindi vyetu ambavyo mlikuwa mnavifuatilia vimeboreshwa zaidi. Vimeongezwa mahitaji yale ambayo Watanzania walikuwa nayo. Na tunaongezaje haya? Ni baada ya kufanya research. Unapokuwa unaendesha kituo cha radio television, kuna watu wanaofanya research. Na watu wanaofanya research wanakuja na matakwa mapya, mahitaji mapya yale ambayo ndio walaji wenu wa bidhaa ambazo mnazitengeneza. Sasa kutokana na zile research ambazo tumezifanya, na mara nyingi tunafanya kila kota ya mwaka, tumekuja na mahitaji mengine mapya. Kwa hiyo ile package ambayo walikuwa wanaipata wengine walikuwa wanatosheka, tumeongezea zaidi. Yaani kama ni dozi tumeifanya kutwa mara 3. Yaani ubora umeongezeka zaidi, kwa maana ya kwamba tunazungumza na jamii, na jamii pia lazima uwafuate kule walipo. Na tunaangalia pia kwa wakati tulionao Watanzania wanahitaji nini. Kwa hiyo sehemu ni moja tu, mimi napatikana kwenye Morning Magic, lakini pia tunaangalia na sehemu nyingine za vipindi vingine. Kwa tunapoanza asubuhi mpaka jioni, maana yake vipindi vyetu vyote tumevifanyia mabadiliko kwa kuongezea mahitaji yale ambayo research ambayo tulifanya kama kituo na kampuni imeonekana vinahitajika kwa sasa kwenye soko, kwa sababu soko pia la ushindani. Tunaangalia na sisi ni biashara, ili bidhaa yako iweze kuuzika zaidi lazima uwe unakidhi kiu ya wale ambao wanakufuatilia, wale wanaokusikiliza. Haya, Mgode, kakangu Mgode kutoka huko Mbeya, hii ni jibu lako. Hii nimesoma ujumbe wako ambao unauliza namna gani itakuwaje. Hilo ni jibu lako sahihi kabisa. Lakini kakangu Msika kutoka Tanga, 101.7, tunashukuru sana kufuatia kipindi. Tunasema leo unatusikiza kupitia Magic FM. Safi sana. Kama unaenda kazini, endelea kudrive kwenda kazini, nafanya kila kitu. Kikubwa zaidi ni kupata taarifa juu ya msimu mpya wa Magic FM. Mary, umemsikia Oresi kasema kuna maneno amedondosha, labda hajazungumza, amesahau kidogo? Hapana, kwa kweli. Hapana, kama ambavyo amesema Oresi ni kwamba maboresho haya yamekuja ni baada ya kufanya utafiti, lakini vile vile tunazingatia sana maoni ya wasikilizaji wetu wanaposema kwamba jamani, tungehitaji tupate hiki na hiki na hiki na hiki. Kwa hivyo na sisi tunafanya hivyo. Lakini kama ambavyo nimesema mwanzo kwamba maboresho haya, kama tulikuwa tunazungumzia masuala ya kilimo, tutahakikisha kwamba tunakuwa na wataalamu studio, ili msikilizaji anaposikia swala la kilimo anasikia anazungumzia kilimo, namna ya kuwa mkulima bora, unatumia mbegu gani bora, utatumia vitu gani vya kufanya kwamba uweze kuzalisha vya kutosha. Kwa hivyo maboresho ambayo ameyasema ni hayo, pamoja na mengine mengi ambayo tutahakikisha kwamba tunazingatia weledi hasa wa utangazaji, maadili kama kawaida, kama ambavyo tulivyo. Tunahakikisha kwamba tunayafanya hayo, lakini kikubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba msikilizaji wetu ndio mtu wa kwanza ambaye kama kituo kinamthamini, maana sisi bila yeye hatuwezi kuwa hapo. Kwa hivyo yeye anapotushauri kwamba jamani, tungeomba kwa mfano kama daktari anavyokuja, basi ongezeni kidogo muda, maana muda ambao daktari amepewa watu wanalalamika kwamba ni muda mdogo sana, tunahitaji maswali yetu mengi yajibiwe na nini. Kwa hiyo maboresho haya yanapokuja, daktari atapewa nafasi ya kutosha zaidi, yani atajimwaga, atazungumza na wewe msikilizaji ambaye utakuwa na maswali yako, basi utauliza na atajibiwa. Haya, ndio mmesema Kambala amezungumza sheria, umezungumza daktari, umezungumza mambo ya kilimo na kadhalika, lakini nakumbuka kauli ya baba taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, alisema ili tuendelee tunahitaji watu, siasa safi na uongozi bora. Tuzungumzie siasa safi hii, mnafanyaje? Kuna wakati tunataka tuzungumze siasa. Na Watanzania siasa ndio kila kitu cha maisha. Katika kuizungumzia katika ili tuendelee, nisikilize vizuri sana, ili tuendelee tunahitaji watu, siasa safi na uongozi bora. Tunapozungumza siasa safi hii, tutaita watu gani? Tutaita wale ambao wanafanya siasa safi, tutaita wale ambao wanafanya siasa uchwara. Tunafanya kitu gani hapa?
Yani ni area yangu hapo kwenye upande wa kuchuja maudhui gani ambayo tunayapeleka. Na kimsingi kilala ni kwamba wanasema bendera huwa ina flow kulingana na upepo unaelekea wapi. Kuna wakati ambapo ni wakati wa kampeni. Of course wasikilizaji watataka kusikia kwenye mikutano ya kampeni iliyofanyika nini ambacho kimezungumzwa. Kuna wakati wa siasa za kawaida ambazo ndo maisha ya kila Mtanzania kila siku. Nadhani ndio siasa ambazo Watanzania wanataka kuzisikia. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kwenye upangaji wa vipindi au kwenye kutengeneza maudhui ya kipindi huwa yanaendana na nyakati tulizonazo. Kwa hiyo nyakati huwa ndo zinadetermine kwenye upande wa siasa au kwenye upande wa content, kwa maana kwamba maudhui yanayotumika kwenye kipindi ni kipi ambacho tuwapelekea Watanzania. Kama unataka kusema kitu hapo? Nataka kusema umemnukuu vizuri sana mwalimu. Anasema maendeleo ili aje maendeleo, si ndio? Umesema siasa safi, uongozi bora, si ndio? Na watu binadamu. Sasa huwezi kutenganisha siasa na maendeleo. Kwa maana hiyo ndio tafsiri tunapata. Kwa sasa kwa mfano sasa hivi tunatekeleza bajeti, si ndio? Lazima tufuatilie bajeti ile. Ndio siasa yenyewe kwamba imeendaje kuleta maendeleo kwa eneo husika kama kata au mtaa, si ndio? Na pale kuna uwezekano kutakote, mara nyingi tumesikia mkaguzi mkuu anasema halmashauri fulani ina hati chafu, si ndio? Kwa maana ya matumizi yake yameenda tofauti na budget ilipopangwa, si ndio? Kuna budget labda imewekwa kwenye kilimo. Tuchukulia kuna makubaliano ambayo kwa mfano nchi za Afrika Mashariki wanataka kuongeza budget ya kilimo. Sasa kila miaka inakuwa labda pungufu, wengine wameongeza, wengine sisi kwa mfano kama sasa hivi sisi tumewapita wote Afrika Mashariki kwenye budget kwenye swala la kilimo. Tuna 4 na something point 4 na kuendelea. Tumewazidi wengine. Lakini makubaliano ni zaidi ya hiyo. Sasa sisi tunaingia pale kuangalia yameletaje maendeleo kwenye ile budget. Hizo ni siasa pia. Kwa hiyo huwezi kutenganisha maendeleo na siasa kwa maana hiyo. Tutazungumzia matatizo yaliyotokea halmashauri husika. Bwana, hapa ilitakiwa fedha hizi zikajenge madawati. Hawa watu wamekula au wamefanya kwingine. Hizo ni siasa. Tutazizungumza. Ndio maeneo kama hapa kwenye kuleta maendeleo. Simu zimeanza kupigwa na kushukuru sana kwa kufuatia kipindi. Naomba nipokee simu kwanza ama tuzungumze vipi? Tupokee tusikie kirejesho. Inaweza tunaongea hapa alafu hamna na kusikiliza. Bado mengi hawajasikia. Bado mengi hawajasikia kwa sababu hii ni timu ya Morning Magic. Na kule Magic tunazo bidhaa nyingi kama nilivyosema. Kwamba Morning Magic inaanza saa 12 kamili mpaka saa 4 kamili za asubuhi. Nadhani tutakapomaliza hiyo simu ambayo unataka kuipokea ndio niende sasa kwa mtiriko wa asubuhi mpaka jioni watu wanafanya nini. Haya. Kwa ile simu, hello. Halo bwana Robert Kilala, habari za studio? Hapa ni njema kabisa, naongea nani, uko wapi na karibu kwenye mada yetu? Unazungumza na Salumu Msanga. Ndio. Nipo Kisutumidi, Mtwara. Kutoka Mtwara, karibu sana. Asante sana. Mimi naona ili iliyopo leo bado ina upungufu. Maana ndugu yangu Karata Ngemba kwa hiyo pale Tanzania bonge la mtu. Bonge la mtu tatu ya kudili. Sasa lakini hata hivyo zilifaridika pale nilipomsikia dada Edward akizungumzia uboreshaji wa ile kipindi cha kila Jumatatu ambapo Dr. Shayo nafikiri yule huwa anatuelimisha kuhusu ugonjwa. Ndio. Sasa uboreshaji wake katika kipindi kile mimi nafikiri ukianza kumwongezea muda tu, lakini ni lazima angalau kwa siku 2 awepo, lakini kwa magonjwa tofauti. Kwa sababu magonjwa yanayotuathiri wa Tanzania si ugonjwa mmoja tu. Tunayo magonjwa mengi makubwa. Sasa angalau basi Jumatatu na Jumanne wapatikane madaktari ambao watazungumzia magonjwa mawili tofauti, ili wananchi angalau sisi tayari tulikuwa tunaona kwamba hatuwezi tena. Haya. Lakini hawa tunao sasa hivi ili tuweze kuwakinga na maradhi haya. Wako Albert Kilao.
Asante sana kutoka huko Mtwara Msanga. Haya, umesikia hayo ni maoni. Na hii nadhani ni miongoni mwa mambo pia nadhani kuna uboreshaji katika na ndio maana nikasema kuja kwa msimu mpya ulikuja baada ya matokeo ya utafiti ambao tulifanya kama kituo. Kwa hiyo unapozungumzia Morning Magic tuna segment kwenye Morning Magic. Tuna uchambuzi wa magazeti. Maana yake uchambuzi wa magazeti of course tunachambua tofauti na sehemu nyingine. Ndio maana msikilizaji pamoja na mtazamaji huwa anatufuatilia sisi. Tunapotoka kwenye uchambuzi wa magazeti, maana yake tunaingia kwenye gumzo. Gumzo hii ni taarifa au ni topic ya siku. Kuna jambo kubwa ambalo limekuwa likitokea Tanzania, kama si Tanzania, dunia, Afrika Mashariki na sehemu nyingine. Tunapata pia kusikia Watanzania wanalizungumzia hilo jambo. Tukitoka kwenye gumzo, tunaingia sasa kwenye kupaka rangi. Kupaka rangi, msikilizaji, kunakuwa na mambo mengi mbalimbali ya kitaifa na kimataifa. Segmenti hii Waingereza wanasema una amplify jambo kwa kupata mengineyo. Inawezekana jambo hili limeripotiwa hivi, lakini kuna vingi ambavyo havikuguswa. Kwa hiyo kazi kubwa ambayo inafanyika kwenye kupaka rangi ni kutafuta yale ambayo yanapelea kwenye jambo ambalo inawezekana Watanzania wanataka kulisikia zaidi. Kwa hiyo tunaenda zaidi kwenye kutafuta taarifa zaidi au kweli zaidi kuhusiana na lile jambo, na wakati mwingine huwa tunalazimika pia kuwatafuta hata wataalamu tunakuwa tunapaka rangi. Kwa hiyo tunakuwa na taarifa mbalimbali. Ni taarifa mbalimbali na nishukuru Mungu kwamba wasikilizaji pamoja na wale ambao wametufuatilia ni moja kati ya segment ambayo wanaipenda, ni segment maarufu, na niwaambie kuna maboresho makubwa pia. Tumeongeza vitu vingi vile ambavyo mnavipenda. Kwa hiyo msio na wasiwasi. Haya, msio na wasiwasi, mambo ni muru na mambo yameboreshwa zaidi. Ni msimu mpya wa Magic FM. Kuna line ya simu. Hello? Bwana asubuhi. Salama kabisa, Saidi kutoka Kitunda, Dar es Salaam. Karibu kwenye mada. Asante sana. Bwana Albert. Naam kaka. Leo nimeamini kwamba mimi siku zote wanapenda nikusifu, lakini leo hapo nawajua watu wawili tu. Namjua Albert, namjua na Kibwana Dachi. Lakini huyu dada mrembo simjui. Huyu kaka mnene kama mimi simjui. Leo nimeanza kumjua. Na leo nimemfahamu. Nilikuwa nasikiliza tu lakini simjui nani. Umefanya vizuri sana. Lakini niseme hivi. Ndio. Baada ya serikali kuu Saidi. Sasa serikali ya vyombo vya habari. Sasa serikali bila vyombo vya habari haiwezi kwenda. Vyombo vya habari ndio vinatoa habari, vinaelimisha wananchi, sisi tunaona, tunasikia mnapochambua, tunasikia mnapoongea, mambo ya serikali tunapata sisi kuyajua. Mimi huwa nasema ni kitu kizuri sana kwa ninyi waandishi wa habari mnafanya. Asante sana Saidi. Saidi, nikushukuru sana kwa mchango wako na kwa sema kipindi hiki kwa hayo ambayo umezungumza kwa sasa. Asante sana. Sasa. Saidi namjua akizaga lakini anakuwa anaendelea. Ushasikia tu lakini anaingiza ya pili. Hata hivyo huko tuachie sisi tunalo cha kufanya Saidi. Nimemsikia Saidi amesema ameshukuru maona na mimi watu wengi kwa niuliza jamani yule dada Mary vipi? Tupige leo pitch basi tupie huku tumtambue. Leo watu wako live. Mary mauzo. Unajua naogopa kumuonea hapa kwa sababu nitakuwa naonekana alafu itakuwa kesi. Huwa Mary huwa tukiwa kwenye Morning Magic huwa na pretend na muone, lakini huwa ndo ananionea. Tumsikize huyu hapa fuje kwenye orodha vipindi. Kuna nani simu? Hello? Habari asubuhi Profesa Kilala. Mimi si jambo kabisa. Mchunga Rashid huyu yupo Kilwa Kivinje, mji mdogo. Karibu. Asante sana. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Mungu ambaye ametuamsha salama na kuwepo nyinyi studio. Na hasa Channel 10 ambayo tunapenda kuishukuru moja kwa moja, hususan na nyie watangazaji, hasa Profesa Kilala. Mungu mkubwa sana, tunashukuru sana. Maana yake naweza kusema ni mtaalamu dhidi ya wataalamu. Maana yake haya yote haya ni ukweli. Haya, twende kwenye mada sasa. Twende kwenye mada. Msimu mpya wa Magic FM. Umefahamu, kushukuru. Hivi vitu havikwepeki. Bwana Kilala, hivi vitu havikwepeki. Lazima tuchukue dakika moja kushukuru kwamba ubunifu wako ni mzuri. Lakini pia pamoja na mambo hayo mazuri ambayo mnawaletea Watanzania kwa Magic, mimi sikitike tu kwetu huku FM hakuna, labda tutaipata kwenye simu, na kwenye simu unajua haimalizi mambo, lakini endeleeni na hayo mambo.
lakini pia kuna kitu hapo umezungumza, ili nchi iendelee ina mambo yale matatu. Nadhani mimi ushauri wangu kwa hao wenzetu wa Magic, umefahamu, wawe pia ni wabunifu, tunawapa mawazo angalau na wao wayafanyie kazi, kwamba katika kuita madaktari nani basi wajaribu hapo kumuona kama Profesa Kilala, kwamba na siku nyingine awaite wale wanasiasa pia. Unajua kuita mwanasiasa naye ukapata challenge yako sio tatizo, inawezekana pia anawaweka vizuri wale waliopo madarakani, si kwa maana ya kudharau au hapana. Unaweza kumuita mbunge, unaweza kumuita diwani, unaweza kumuita mwenyekiti wa mtaa, umefahamu. Lakini pia na nyinyi kama waandishi wa habari mjitoe, mje huku, sisi pia tuna matatizo huku. Tuna matatizo ambayo vipindi vyetu vinaweza vikawa vizuri, kama vile marehemu Mdami alipokuwa anafanya katika masuala ya utalii na nini. Unaona mnajitoa kidogo, bwana Mkambala. Unatoka kidogo unakuja Kilwa, kuna mambo mengi huku. Sawa bwana. Kuja huku, lakini nyinyi wengine njooni. Najua ndio mji wa kwanza uliotoa hela. Sarafu ya kwanza ilitoka Kilwa bwana, najua. Ndio mji wa kwanza ulioendelea duniani huo. Ni kweli, lakini sasa uje Mkambala, uje sasa kuona kama kweli Kilwa ilitengeneza hela. Sasa hivi ikoje? Kilwa ilikuwa zaidi ya Paris kwa wakati ule. Lakini leo sasa Kilwa uione. Sawa kabisa. Alafu uandike history kwamba ile Kilwa ya wakati ule kuliko Paris sasa hivi ikoje? Sawa. Kwenye mtandao, tuweke kwenye vipindi. Mchunga kushukuru. Habari ni zaidi ya habari. Asante. Msikae tu Dar es Salaam. Dar es Salaam ina mambo mengi, lakini pia vijijini kuna mambo mengi. Nikushukuru sana. Nashukuru sana kwa kuwepo studio, kwa kubadilishana mawazo, lakini pia bwana Mkambala, kuna kitu kimoja umesema hapo. Bwana Kilala, mpe namba yako, kwa sababu ile swala la magereza lile tuna watu sisi huko ambao tunaweza tukafanya mawasiliano. Hiyo huduma uliyosema ya bwana Mlema tukaipata, inakuwa ni shida pia kuwasiliana katika hilo. Asante. Haya, asante sana na mchunga Ongeze pia Kilwa, nimeona barabara yao inachongwa jana na mara baada ya maagizo kuonekana kulikuwa na shida kidogo, ilikuwa ngumu kupitika. Nilikuwa naona kwenye taarifa habari, kwa hiyo mambo yanaenda vizuri ile Kilwa. Jamani tafadhali hayo maneno. Haya. Anafurahi pia. Haya, asante mchunga Rashid Kilwa. Naogopa kutumia muda mwingi sana kwenye Morning Magic, na kwa sababu tayari tumeshazungumzia kidogo kwenye Morning Magic ya Kilala. Ndio. Tuzungumzie kidogo, kuna Masara Jam, Darara Beat. Niweke kwenye ule mtiririko wa siku. Niweke mtiririko wa siku ni kwamba pamoja na Morning Magic kumalizika saa 4 asubuhi, tuna kipindi kinaitwa Busati ni kipindi ambacho kuna mambo mengi yanazungumzwa mle, na kinaongozwa na mtangazaji mahiri Mishi B, anakuwepo DJ Tas kwenye upande wa burudani, DJ Muta, na wanae producer anaitwa Abi, lakini pia na wakati mwingine unaweza kumsikia Allen Kasiga pale. Lengo la kipindi hiki ni kuzungumza na wakina mama wale ambao wanakuwa wako majumbani, lakini pia hata wale ambao wako kwenye shughuli zao, lakini pia sikio walitoke kwenye redio, tunapata vitu vyao pale. Utasikia mambo ya mapishi, mitindo ya maisha, na kuna story nyingi pia zinatokea pale za watu ambao wameanza kukanga chapati mpaka kufika kwenye umilionea. Kwa mambo ya ujasiriamali pale yanazungumzwa kwa kina, pamoja na burudani nyingi ambazo zinafuata pale. Na kama kituo pia, kwa sababu tuna vijana na vijana ndio soko. Jamani tunataka tumuone Mish B hapo. Tumuone Mish B hapo kidogo akipita akiwa waweza kumtambua. Tuendelee. Wakati tukimsubiri Mish aonekane, tuna kipindi cha Dala Beats. Kinaanza saa 7 mpaka saa 10. Na hii ni kipindi ambacho nalita jukwaa la vijana. Tunapata burudani zaidi hapa na taarifa zinazohusiana na burudani. Yupo Jimmy Jamal, yupo DJ Tas, na wakati mwingine wanazunguka utamsikia DJ Muta anasikika pale. Mambo mengi yanafanyika hapa ni ya vijana. Interviews za wasanii kutoka hapa nyumbani Afrika Mashariki, na hata wakati mwingine nje ya nchi. Ni moja kati ya vipindi ambavyo vinaunganisha vijana kwa kupata mambo yao yale ambayo yanakuwa yanatokea. Napomaliza Dala Beats, mmoja kati ya watangazaji wetu kwenye upande wa Dala Beats, Jimmy Jamal, unamuona pale. Na baada ya kumaliza Dala Beats kuna kipindi kinaitwa Sundowner. Ni kipindi cha watu wametoka makazini wanarejea nyumbani, wametoka kwenye shughuli zao wanarejea nyumbani. Ni drive time show ambapo tunapata taarifa zile za moto ambazo zinakuwa zimetokea usiku. Huyu ni Moses Mutente, mmoja wa watangazaji mahiri wa kipindi hicho, na yeye anakuepo pale na timu nzima ya Sundowner ambao wanaongoza kipindi hiki.
Kwa hiyo zile latest news ambazo zinakuwa zimetokea duniani kwa siku ile, pamoja na burudani. Najua umechoka, unataka kusikia vitu light, unaendesha gari yako unarudi nyumbani, this is the best show to listen. Ni show muhimu kwa ajili ya kusikiliza, kupata taarifa zile mpya, na hata wakati mwingine muendelezo. Kama kuna kitu ambacho kimezungumzwa kwenye Morning Magic mathalan kikiweza kukamilika, basi unakuta muendelezo wake unaendelea kwenye kipindi cha Sundowner. Unapotoka kwenye Sundowner tuna Afrika Kabisa. Afrika Kabisa ni moja kati ya vipindi vikongwe sana Magic FM. Na hawa ni ma DJ ambao wanafanya vizuri pia. DJ Muta anasikika kwenye Afrika Kabisa. Unajua unapokuwa na DJ ambaye ana uwezo wa kufanya kila mahali, basi inakuwa vizuri. Ni yale Peter Kasiga anasikika kwenye Afrika Kabisa, pamoja na Kurunzi la vijana ambacho kinafanyika siku ya Jumapili. Sasa kwenye Afrika Kabisa najua umeshafika nyumbani, au wale wazee wetu ambao tunasema bwana tuipunguze wapi foleni, lakini kuna sehemu tunakutana kwenye viti virefu. Ni sehemu nzuri ambayo unakaa unasikiliza muziki wa Afrika, taarifa za kuhusiana na muziki wa Afrika na mambo mengine mengi yanayofanyika pale. Anakuwa na Salma Msangi ndio anakuwa anaongoza kipindi hiki, na mara baada ya hapo sasa kwenye kipindi cha Afrika Kabisa ndio unakutana na yule bonge la mtu Baraka Ngemba, tunaye Saidi Kilumanga, tunaye Ezekiel Mwambopo, tunaye George Ambangile. Hawa ni wachambuzi mahiri wa taarifa za michezo za hapa nyumbani na nje ya Tanzania. Hiyo timu wanakuwa kwenye Morning Magic kwenye Sports Machine, moja kati ya segment ambazo zinafanya vizuri pia kwenye Morning Magic. Lakini pia wanakuwa na Sporting Feast kwenye Sundown ambacho anakifanya Moses. Na baada ya hapo wanaingia saa 2 usiku mpaka saa 2 na dakika 40 kuhakikisha kwamba taarifa zile zimetokea siku nzima zinawafikia Watanzania. Lakini pia kila mmoja anafanya kipindi cha michezo. Kila radio ana kipindi cha michezo. Kwa nini usikilize kipindi cha michezo cha Magic FM? Of course kiko tofauti. Na ukitaka kuifanya bidhaa yako ipendwe na watu wengine, unakuja na utofauti, kwa maana ya kwamba kuongeza utamu au vionjo zaidi ya vile ambavyo vinapatikana sehemu nyingine. These guys wanafanya kazi nzuri, na hata wewe ambaye unafuatilia utaungana na mimi. Kipindi cha michezo kinafanya vizuri sana, na kimsingi unapata vitu ambavyo ni tofauti na unavyopata sehemu nyingine. Unapotoka pale sasa tunakutana na The King Kong, DJ Tasi. Tunazo taarifa za habari pale. Taarifa yetu ya habari ya saa 3 inakuwa imekusanya matukio yote ya taarifa habari ya usiku. Alafu baada ya hapo anaingia DJ Tasi kuhakikisha sasa wale club bangers, si wanaitwa Tasi, anawajua majina yao, wazee wa swaga nini, unajua anazungumza nao. Of course Tasi anaturudisha nyuma kidogo kwenye kuonyesha muziki wa Bongo Flava umetoka wapi. Na Tasimbo tupi, kwa sababu niko hapa nikisemea sana kwa kama tulivyokuwa tunasema kwamba msimu mpya wa Magic FM, naweza nikasema vyote vinaweza kuwa vinafanyika katika show ya Kwetu Flavor. Vitakuwa ni msimu mpya pia vyote, kwa sababu baada ya Darabiti baadaye napumzika kidogo, then narudi katika Kwetu Flavor kuanzia saa 3 dakika 15 mpaka saa 5 usiku. Ni muziki kutoka ndani ya nyumbani. Wengi wanaita muziki wa kizazi kipya, ambao unakuwa na upromote pale, unakuwa na interviews, watu wanasikia mahojiano ya wasanii mbalimbali ambao ni wakubwa, upcoming artists, ambao wasanii wakali wazuri ambao wanafanya vizuri katika industry hapa muziki wa Bongo Flava. So na mixing zinakuwepo kali pia, na kuna segment inaitwa Voice Play ambayo itakuwa pale. So nadhani Jumatatu watasikiliza ambacho kinafanyika kwa ambao unasikiliza hivi sasa, kwa msikilizaji wa Magic FM pamoja na mtazamaji wa Channel 10. Mimi nashukuru sana. Pamoja na Kwetu Flavor ambacho ndo kinakuwa kipindi kinachohitimisha vipindi vyetu vya siku, tunapata muziki mzuri ambao unaendelea mpaka siku ya pili ambayo tunaingia kwenye kipindi cha Morning Magic. Sasa tunavyo vipindi vya weekend. Tuna chati ya Bamiza. Ni chati kongwe kuliko chati zozote ambazo unazifahamu Tanzania. Chati ya Bamiza ni chati ambayo inatupa nyimbo zile zinazofanya vizuri hapa nyumbani Tanzania, kwa maana kwamba zile Bongo Flava. Na msimamizi wa show hii ni bwana Dativas Mango aka Gomba Gomba. Kule Songea Gomba ni mtu mbishi. Yani hashindwi. Kwa hiyo yeye ndo anasimamia ile show, na of course ni moja kati ya show ambayo imetupatia sifa kama kituo, kwa sababu kile kinachofanyika pale ndicho ambacho hata jamii inakuwa inaona huyu ndo anayefanya vizuri. Tunavyo vipindi kama Kurunzi. Hili ni darasa kwa vijana ambalo linatukutanisha pamoja kukutana changamoto zile za vijana ambazo wanakabiliana nazo, ambacho kinafanyika siku ya Jumapili saa 8 mpaka saa 10. Tunacho kipindi cha Daraja ambacho pia
unajua vijana huwa tuna madaraja yetu. Hata wewe kijana mzee. Ndio. Kwa hiyo tunao vijana, wale vijana wanaoanza ujana ambao wanakutana na Madam Kathy pamoja na Abi huyu hapa, ambao wao wanazungumza ya kwao mambo ya shule. Utasikia bwana, mimi nilifeli kwa sababu mzee wangu alininunulia simu, nilifeli mimi kwa sababu mzee alikuwa ananipa pocket money kubwa sana, nilifeli mimi kwa sababu nilikuwa na company mbaya. Hiki ndio kipindi kinachowaunganisha. Lakini kwenye weekends najua watu wanataka kusikiliza burudani zaidi kuliko maneno mengi. Tunao kipindi kinaitwa Saturday Groove, tunacho Friday Boogie, alafu tuna kipindi kinaitwa Afro Bongo kwa wale wanaopenda sukusi kali za zamani. Yes, wanasikiliza kipindi kile. Bado nitafika kwako kwa mzee Munyani. Alafu pia tunacho kipindi cha bwana Davis kinaitwa Afro Bongo, Davis Tendwa, mwana wa Chikuma. Yeye anapatikana pale na DJ Mota siku za Jumapili. Ni moja kati ya kipindi ambacho pia kimetengenezea sifa kama station, kipindi cha muda mrefu. Lakini unapokuja sasa kwa wale wazee kweli, Jumapili mara baada ya Shine On ya Moses Mutente. Bana Moses unajua is more of ni mchungaji, lakini pia na mambo mengine ya dunia anayafahamu. Anapomaliza Shine anaingia mzee Mwinyami pale kwenye kipindi cha wazee wetu. Tunapata burudani za miaka ile. Umeona nyimbo za zamani ambazo huyu ndo mzee mwenyewe Mwinyami, kama wale walikuwa wamfahamu. So unaona hata cheza yake taratibu. Umeona bana? Huyo ndo mzee Mwinyami. Stazo. Umeona kwa anatupatia zile za miaka ya 80 kuja huku juu mpaka 90 70 huko. Sasa 70 ni kwenye usiku anarejea hapo. Kwenye wa zamani ndo anatupeleka nyuma zaidi. Haya, mpenzi mtazamaji, naamini kabisa umefuatilia kwa makini na sasa unajua vipindi bora kabisa vya Magic FM. Kumbuka tunazungumzia hapa msimu mpya na muda wetu Juliet Kabagambe, mwanadada mahiri ambaye niko naye siku zote, anatuambia muda wetu hapa studio. Sijauza bidhaa moja. Masala jam ya mtoto mzuri TJ. Masala. One of the ni more of watu wanapenda pia tutaki kusikia wasikilizaji wanataka nini. Kwa hiyo ni request show ambayo watu wanatutumia wanataka kusikiliza nyimbo gani na TJ ndio anaisimamia, lakini pia tunapata nyimbo mpya, tunapata interviews. Ukitaka kujua filamu gani inafanya vizuri, inatoka lini, imeshatoka, hapa unapata vitu vyote na mtoto mzuri TJ. Amechangamka kweli kweli. Mzuri mwenyewe. Oh my god. Yes. Haya, tunamaliza kipindi chetu. Neno la mwisho kwa watazamaji wetu na wasikilizaji wa Magic FM. Jamani, hakuna neno zuri kama kushukuru. Tunashukuru wadau wetu wote ambao mmekuwa mkitusupport kwenye kile ambacho tunakifanya. Wito wetu kwenu ni kwamba muendelee kuisikiliza Magic FM. Wale ambao mmekuwa mkitangaza nasi tunashukuru sana. Superdoll, Tanesco, yapo mashirika mengi ambayo kiukweli yanafanya biashara na sisi, na tunathamini sana kuweza kutuona kwamba tunafanya kazi zenu vizuri, lakini tunawaahidi pia kwamba biashara yenu mnapokuwa mnatangaza na sisi itawafikia mamilioni ya wasikilizaji ambao wanakuwa wanatufuatilia. Kwa hiyo muendelee kutuamini, kazi yenu tutaifanya kwa uhakika zaidi. First Lady wa Morning Magic, karibu. Jumatatu unaamka na Magic FM. 12 kamili una tune in, alafu uweze kujua vile ambavyo tumekuja kwa season mpya Morning Magic. Haya kakangu, mimi naambia tukutane tu kuanzia Jumatatu. Kuanzia saa pale saa 12 mpaka kuendelea saa 4. Haya, usukani huu namrudisha yeye DJ Taz, ndio anatumalizia kwa burudani ya mzuri tamu kabisa. Baada hapo tunampisha mwenzetu kwa ajili ya taarifa habari itapofika hapo saa 2 kamili. Kwa sasa tukutane siku ya Jumatatu, lakini nikwambie kitu kimoja kikubwa sana. Timu nzima Channel 10 Magic FM Africa Media kwa upana wake, kesho asubuhi tutakuwa safarini kuelekea Morogoro kumpumzisha ndugu yetu mpendwa Mdami. Hakika ametutoka, hatuna cha kufanya cha zaidi. Tunaamini pengo hilo Mungu atatupatia mtu kujaza. Inaweza ikachukua muda, lakini tunaamini Mungu wetu hajatuacha peke yetu, ametuacha tuko naye. Kesho tunakumpumzisha, lakini ikiwezekana basi tutakuwa tunafuatilia Magic, tutakuongea nanyi kwa njia ya simu kuambia nini kinafanyika pale Morogoro, tutampumzisha. Na baada hapo Jumatatu kuna kwa majaliwa tutakuwa tunaandaa kipindi maalum kwa ajili ya Mdame, tujue mtu kapi amefanya nini, na baadaye tuone akati tunampumzisha ilikuwa namna gani. Mimi naitwa Albert Kilala, ni Ted King Morning Show. Kwa niaba ya uongozi mzima wa Africa Media Group tunasema kwamba tunapatia pole watazamaji wetu, wasikilizaji wetu, wote wadau ambao wamefanya kazi na Mdame kwa karibu sana. Hatuna namna ya kufanya, lakini kikubwa tunaomba sala zenu, maombi yenu, tufike Morogoro salama, tumlaze ndugu yetu mahali pema. Kwa sasa DJ Taz ndio anatumalizia kwa kipengele cha burudani. Mama tucheze mzee. Yeba. Yes. Oh.
Tanzania najua tena. Wewe Chelsea. Akashika na mabambi. Acheze yana. Haya. Chapanda. Amepanda. Amepanda.